Kuna watu ukiwasikiliza roho ya woga inakuingia. Kuna watu ukiwasikiliza roho ya kukata tamaa inakuingia. Kuna watu ukiwasikiliza hata kama ulikuwa na nguvu, ulikuwa na morali, unashangaa ghafla ile nguvu na ile morali ya kufanya mambo imeenda chini. Why? Kwa sababu maneno yanabeba roho. Ezekiel anasema alipokuwa akisema na mimi roho ikaniingia. That is why you have to be very careful. Who are you giving your ears to? Ni nani unamruhusu akusemeshe? Tuna tatizo kwenye kanisa sasa hivi. Kuna technology. Technology is good, lakini inategemea unaitumiaje. Ukiitumia vibaya, you are going to be affected negatively. Kwani kitu gani kilisababisha watu wengine wakafa wakati wa corona? Ni hofu. Hofu waliipata wapi? Taarifa walizokuwa wanasikia kwenye social media. Nani unamruhusu akusemeshe? Nani unamruhusu aseme na wewe? Is the word of God the number one voice in your life? How the strongest voice in your life is social media and friends and people who have failed. Nimemuomba Mungu, ninaposema na wewe, roho ya ujasiri kuingie, roho ya ushujaa kuingie. Kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5 na mstari wa 7, Biblia inasema, huyu ni Debora anazungumza, anasema mashujaa walikoma katika Israel, na walikoma hadi mimi Debora nilipoinuka kama mama katika Israel. Ushujaa ndani ya watu wa Mungu wengi umekoma kwa sababu ya mambo mengi tuliyosikia, kwa sababu ya taarifa nyingi tulizosikia. Lakini inawezekana wengi wetu ushujaa umekoma ndani yetu, kama ulivyokuwa umekoma kwa taifa la Israel wakati ule, kwa sababu ya mateso na maumivu ya muda mrefu. Ukisoma kitabu cha Judges utagundua kwamba wana wa Israel walikuwa wamekaa kwenye utumwa kwa miaka 20 chini ya mfalme anaitwa Yabini, aliyekuwa na jemedari wa vita aliyeitwa Sisera. Na kwa sababu walikuwa wamekandamizwa kwa muda mrefu, sauti ya utumwa ilikuwa imewakandamiza kwa muda mrefu, sauti ya kuonewa ilikuwa imewakandamiza kwa muda mrefu. Ikafika mahali mashujaa wakakoma, sio kwa sababu hawakuwepo, lakini kwa sababu waliokuwa wanawatawala walizungumza a lot of negativity to them, na wakafika mahali wakajiona hawawezi. Kwa hiyo mashujaa wakakoma katika Israel. Debora anasema mashujaa walikoma mpaka mimi mama nilipoinuka katika Israel. Na alipoinuka Debora alifanya kitu gani? Alimuita mwanaume mmoja anaitwa Baraka, akamwambia hear the word of the Lord. Mungu anasema unaweza wewe, chukua wanaume katika Israel, the Lord is with you. Na mimi nimekuja kuzungumza kama mama, nimekuja kuzungumza kama Debora. Ninatangaza mashujaa watainuka katikati yetu katika jina la Yesu. Kuna watu mko hapa mnanisikiliza, Mungu ameweka vitu vikubwa sana ndani yenu. Inawezekana haukupata nafasi ya kwenda shule, inawezekana familia haikutaki, inawezekana ni kwenye ndoa, umeingia kwenye ndoa na jambazi kila wakati linakutamkia maneno mabaya, kila wakati linakuambia mwanamke utakuwa wewe, wakiitwa wanawake na wewe utaenda, kila wakati anakutamkia maneno yasiyofaa, na umejikuta umenyongonyea ndani, umejikuta umedogofika ndani, umejikuta umekuwa umesinyaa kwa sababu ya maneno uliyosikia yakaachilia roho ya unyonge. Lakini nimekuja kukuambia, you are not what people are saying, you are what the Lord says. Na Jehova anasema unaweza mambo yote katika yeye akutia nguvu.